Kijani Horizon Security Services ni kampuni ya ulinzi Zanzibar iliyoko ufuoni meli tano kwa Ndundu. Inatoa huduma za kiulinzi kwa vifaa vya kisasa kama vile ufungaji wa CCTV kamera. Unaweza kufungiwa katika mfumo wa kompyuta na kuangalia katika simu yako ya mkononi kila kinachoendelea. Wana vijana waliopata mafunzo ya kisasa na wanatumia vifaa vya kisasa wanaoweza kutoa ulinzi kwa nyumba yako, taasisi, mahoteli, katika nyumba binafsi, ofisi mbalimbali ziwe binafsi au za kiserikali, katika taasisi na majengo makubwa. Wanafunga uzio wa umeme, yani electrical fence, katika nyumba yako. Wanaweka gate motors, alarm na kadhalika. Kumbuka, wanapatikana fuoni meli tano kwa Ndundu. Kwa mawasiliano unaweza kuwapigia simu namba 0776386402 au 0718519830. Kwa ulinzi imara, kumbuka ni Kijani Horizon Security Services walioko kwa Ndundu fuoni Zanzibar. Rahma, samahani. Najua mpaka nimekusimamisha hapa, kuna vitu vinanivuta ndani ya moyo wangu. Rahma, vitu gani hivyo vimo ndani ya moyo wangu ambavyo vinataka jibu kutoka kwako. Rahma, moyo wangu umetokea kukupenda. Kunipenda? Ndio. Kivipi yani? Yaani tuwe wapenzi. Wapenzi? Yeah. Huseni bwana. Umefikiria nini kwenye kichwa chako? Umefikiria nini? Sana mwili huo. Na kitambi hiko. Baba, hapana. Mimi mnene, wewe mnene. Hapana kwa kweli. Rahma, yaani unene na mapenzi vinaingiliana vipi katika mahusiano? Unene utabaki kuwa mnene na mapenzi utabaki kuwa mapenzi. Mimi nakuomba unipe nafasi tu niwe katika ndani ya moyo wako. Please. Mimi mnene, wewe mnene. Hapana kwa kweli. Tanichosha. Yeah. Yaani kuzungumza hivyo unamaanisha nini? Kuwa uyaone. Ukisikia kuwa uyaone ndo haya. Nakuomba nipe nafasi na kuahidi sitokuumiza katika moyo wako. Hivi unavyoniona unanimudu, yani utaniweza kweli? Mpaka kukuambia maneno haya kwamba namaanisha. Lakini msipendi vibonge. Okay, isiwe kesi. Utakufikiria, lakini usiweke 100%. Kwa sababu ukizungumza kwamba yani isiwe katika 100%, kwamba namaanisha kwamba kitu hicho kitakuwa hakiwezekani. Nitakufikiria ila usiweke 100%, yani kwenye kichwa chako. Bye. Kwa ukizungumza hivyo unamaanisha kwamba sitakuwa na mafanikio, si ndio? Nitakupa jibu lako. Subiri nikajifikirie. Sawa. Mimi ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani? Nionyeshe njia. Wamekata mizizi iloshikilia kwenye maisha, wameweka dotari, mbala mwezi ya ndana inawamulika wao. Mungu niongoze, nioneshe njia, niponeshe jeraha
nipe pumzi mpya. Mimi ni nani, ni nani? Wewe ni njia yangu. Mimi ni nani, ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani, ni nani? Mungu niongoze. Vizuri ukaniambia kama kuna kitu ambacho kimekuleta. Mbona kama hivi? Usitaki kuniambia wewe ni msahaulivu sana, au unajifanya umesahau? Juzi uliniletea kesi na ukaniambia kwamba umemfumania tena mke wangu akiwa na Hansi, tena wakiwa vichochoroni. Kwa hiyo unataka kuniambia yatangia juzi bado anakuumiza kichwa mpaka leo? Sina maana kwamba inaniumiza kichwa. Maana yangu ni kwamba, lakini leo hii nilienda kwa mke wangu na nikamuuliza juu ya ujinga ambao uliniambia. Amenikatalia kata kata, na amesema kabisa kwamba ana wiki nzima hajaonana na Hansi. Mimi kumwona mkeo kule wala sikudanganya mshikaji wangu. Mkeo nimemkuta kweli na Hansi. Alafu kitu chengine, maneno ya kuambiwa hebu changanya na kwako. Wenda mkeo amekudanganya, naona muamini tu. Mimi nafikiri wewe hujui sheria za umbea. Labda mimi leo nikupe somo kuhusu sheria za umbea. Waswahili wanasema ukiwa mbea lihakikishe jambo ndipo ulifikishe, ila mbea wewe unalifikisha jambo bila kulihakikisha na kulifanyia uchunguzi, na hicho ndicho ambacho kinakuponza wewe. Sasa acha nikushauri kitu. Serikali ina ratiba ya kufungua chuo kwa ajili ya kuongezea ujuzi hawa wa mbea. Kama utakuwa huna pesa kwenda kujiunga na chuo, utaniambia, mimi nitakusaidia. Kwa hiyo umeamua kunitukana, si ndio? Mimi kukuletea taarifa za mkeo leo nimekuwa mbea, ila sema nini? Ndio maana unapigiwa mshamba. Wewe ni njia yangu. Mimi ni nani, ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani, ni nani? Mungu niongoze. Rahma, Rahma, Rahma. Vipi? Sasa huko. Mbona shangaa afu nanikuja unanikundia swala eh? Wewe sina kuita tangu muda, kumbe umekaa hapo tu. Mbona kwa hivyo tena? Si umeniona? Mbona nibadilikia tena? Sema shida yako, nakusikiliza. Shida yangu mimi nakufuata wewe. Mimi nataka tukae tukae chini tuongee. Mchango umekuja, yani unaninyari. Utake ukae chini. Umekuja na mkeka hapa au stuli? Leo Ramu ananiuliza hivyo. Kwamba mimi nahitaji nini kwako? Ina maana umesahau yote yaliyopita, si? Wewe shi hapo hapo. Hivi una akili gani wewe? Umekaa siku zote huko. Leo ndo mamua niende kwa yule mjinga atanisikiliza. Nisikilize. Mimi si wa kuchezewa kama unavyodhani. Taarifa zako ninazo. Yaani wewe, umetembea na mimi ukaona haitoshi. Ukaamua kutembea na mdogo wangu. Leo umejirudisha kitu gani? Unavyoona wewe labda uko sahihi. Hicho kitu unachokiongea unadhani una uhakika nacho? Au ndo unamsikiza yule mjinga yule Mavoko ndo anasema kwamba mimi nimetoka na mkewe. Sio tena ndo umeyakamata akilini. Au yule mdogo wako naye alishaye kukuambia kama ana date na mimi? Hansi, usinipande kichwani.
Kama tulikuwa tuna mahusiano, sahau. Mimi na wewe basi. Na usinizoee. Na hiyo tabia yako chafu unayoendekeza hapa kijijini, endelea hivyo hivyo. Mbona kwa hivyo? Hebu nisikilize. Unajua mimi nimeacha mambo mangapi huko mpaka kufika hapa? Nisikilize, mimi sitaki mazoea na wewe. Na iwe mwanzo na mwisho. Mwangalie kichwa chake. Wewe ni njia yangu, mimi ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani? Mungu niongoze. Vipi? Safi bwana. Naona magorogoro. Naona unakatakata. Sasa hebu weka kidogo tuzungumze kidogo. Maana kuna taarifa nimeipata ambayo haijanifurahisha. Taarifa gani tena kaka? Hivi mdogo wangu, taarifa ninazozipata ni sahihi? Kaka, sijakuelewa. Unahisi utafanikiwa kweli? Kaka, labda ungeenda kwenye pointi. Maana umekuwa ndege sasa. Unadona tu, unadona huku, unadona kulia, unadona kushoto, unadona kulia, unadona kushoto. Na hisi ni sawa? Kaka, mimi leo nimekuwa na kugombanisha watu. Kwa taarifa nilizozipata, kwa sababu nimeambiwa Mavoko ameacha mke kwa sababu yako. Unahisi ni sawa pia? Yaani sasa kaacha mke kwa sababu yangu, si ndio? Taarifa ni hizo, ni taarifa. Lakini pia taarifa nilizozipata kwamba watu wamepigana kwa sababu yako pia. Kwa sababu wewe ndio ulikwenda kupeleka taarifa za Mavoko, za Hansi kutembea na mdogo wake Mavoko, kwa taarifa nilizozipata. Sasa inawezekana umepeleka taarifa kwa wema, lakini zikazaa matatizo. Inawezekana umepeleka hoja ya msingi, lakini ikawa haina maana. Unajua hapa mtaani mimi sijui hata nanichukuliaje. Wanahisi mimi ni mbea, mfitinaji. Alafu huu Mavoko mimi ananitafuta nini? Kwa nini? Yaani taarifa, anakuja ananiletea taarifa kabisa, ananiambia kabisa, Doto, kuna hili kwa mke wangu. Leo hii mimi nimekuwa sababu ya kuachana na mkewe. Ingekuwa anahitaji kitu ambacho kisitoke nje hapa mtaani, kisipakae, basi yeye angekaa kimya ndani yake na mkewe, angeweka ndani kimya, asingeniletea mimi. Kwa hiyo na hapa unataka kunipa taarifa za Mavoko. Taarifa hizo unataka kunipa mpya, si ndio? Sasa ndugu yangu, unanidhihirishia, kwa sababu unaniambia ingekuwa mbea angetunza ya kwake. Kwa hiyo hapa unataka kuniambia ya kwake anayofanya na mkewe ndani. Ndio maana yake. Si ndio? Sasa kabla hujaniambia ya kwake, yatafute yako kwanza. Uyafanyie kazi. Halafu uyatafute ya mwenzako. Maisha yana mwendo mdogo sana. Acha kutembea njia yenye miba. Kuna siku itakuchoma. Wewe ni njia yangu, mimi ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani? Kuna jambo nahitaji kujadili na wewe. Hilo ni la kawaida tu, lakini kwangu si la kawaida sana. Kwa hiyo ningeomba uniazime kidogo masikio yako. Mimi tayari nimeshakosea, na nimekosea kupenda sehemu ambayo sio sahihi. Nafikiri imetimia ile maana ya kwamba kuoa ni kutia mkono kizani. Mara 2-3 niliwahi kufika nyumbani kwa kina Fili, ambaye ni mke wangu, kwa ajili ya kutaka kumjulia hali na kuangalia maendeleo yake yanaendeleaje. Lakini cha ajabu, familia yake imeniwekea kikwazo cha mimi kukutana na yeye. Lakini mbaya zaidi, pia wamemkataza Fili hata kukanyaga nyumbani kwangu, ili hali wanajua fika kwamba mimi Fili bado ni mke wangu, sijamwacha. Sasa mimi nilitamani wewe kujaribu kulivaa koti langu, halafu uone haya ninayopitia yana uzito kiasi gani. Maana yangu ni kwamba sipendi kukuona wewe unapitia ambayo mimi napitia.
sitaki haya ambayo yamekuja kwa upande wangu yajirudie katika familia yetu. Kama kukosea, tayari mimi nimeshakosea mdogo wangu. Waswahili wanasema maji yakimwagika hayazoleki. Ni kweli kabisa. Sitamani kukuona unajihusisha na mapenzi. Na kama ukihisi umri unakuruhusu kuingia katika mahusiano, ningependa mchunguze sana mtu ambaye utaenda kuanzisha naye safari, kwa sababu mapenzi yanaumiza mno. Kidonda cha mapenzi kikikaa katika moyo ni ngumu kupona kwa haraka. Kwa muda huu ningekushauri kitu mdogo wangu. Geuza kuwa elimu ndio kitu ambacho unakipenda katika maisha yako, badala ya kuwaza mapenzi, kwa sababu nina imani elimu inaweza kukuletea manufaa makubwa sana kuliko ni mwanaume. Sawa, hakuna tatizo lolote. Okay, sawa basi acha mimi niende. Karibu. Lakini leo umechelewa, maana ndo kwanza hapa nachambua mchele. Hata msijali mdogo wangu, maana mimi siku hata sina hamu ya kula. Haya bwana. Mungu niongoze, nioneshe njia, niponeshe jeraha, niyashinde ya ulimwengu. Mimi ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani? Mungu niongoze. Mimi ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani? Nioneshe njia. Wewe unajua ndani, bala mwezi na ngara, na giza linapotea. Mungu niongoze, nipe pumzi mpya. Mimi ni nani? Wewe ni njia yangu. Mimi ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani? Mungu niongoze. Mimi ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani? Vipi? Safi, naona uko mabondeni. Nilikuwa natafuta kwa mswaki wake hapa kidogo. Mambo yanasemaje? Mambo alhamdulillah. Lete habari. Habari freshi? Kwema? Tunashukuru. Naona mapanga, miswaki. Ndio maisha yetu. Hadi si shwari, tuko kijijini huko. Sasa Naam. kuna kitu kimoja ambacho ni muhimu sana nataka kukifahamu. Dunia ina watu wengi sana, ila kila anaishi katika hii dunia huwa na machaguo yake, na chengine kinachonisikitisha, kijana, nyumba inavunjwa na upepo, ila huzuni kubwa, umevunja nyumba kwa kutumia mikono yako wewe mwenyewe. Na sio hilo tu, upendo kaka, upendo haupimwi kwa vitendo, bali matendo mema. Kuwa makini. Niponeshe jeraha, niyashinde ya ulimwengu. Mimi ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani? Mungu.
Kijani Horizon Security Services ni kampuni ya ulinzi Zanzibar iliyoko ufuoni meli 5 kwa Ndundu. Inatoa huduma za kiulinzi kwa vifaa vya kisasa kama vile ufungaji wa CCTV kamera. Unaweza kufungiwa katika mfumo wa kompyuta na kuangalia katika simu yako ya mkononi kila kinachoendelea. Wana vijana waliopata mafunzo ya kisasa na wanatumia vifaa vya kisasa wanaoweza kutoa ulinzi kwa nyumba yako, taasisi, mahoteli, katika nyumba binafsi, ofisi mbalimbali ziwe binafsi au za kiserikali, katika taasisi na majengo makubwa. Wanafunga uzio wa umeme, yani electrical fence, katika nyumba yako. Wanaweka gate motors, alarm na kadhalika. Kumbuka, wanapatikana fuoni meli 5 kwa Ndundu. Kwa mawasiliano unaweza kuwapigia simu namba 0776386402 au 0718519830. Kwa ulinzi imara, kumbuka ni Kijani Horizon Security Services walioko kwa Ndundu fuoni Zanzibar.